mmoja katika viongozi wa kundi moja katika makundi ya hapa kwetu Tanzania, aitwa Jalala, Ahmed Jalala. Ana maelezo yake ambayo ameeleza kuhusiana na uhalali na kuhalalisha kuhusiana na jambo la kuendea kinyume na maumbile wanawake. Mmoja katika anaozungumza namsikiliza katika maneno yake, anasema hivi: una uhuru wa kumwingilia mkeo kwa staili yoyote, kaifama shiitum. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, na lugha ya Kiarabu fasaha, sio masala ya ushia. Tafsiri ya pili, ainama shiitum, mahala popote, kama ni nyumbani, kama ni barabarani, kama ni sokoni. Tafsiri ya tatu ni haithuma, sehemu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Faatu harthakum, yaendeeni mashamba yenu. Haithuma shiitum, sehemu yoyote mpendayo, masikioni, kichwa, ndio maana ya haithuma, puani. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an. Kwa hiyo sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'ani, yani anayekuja akawakatalia Mashia na akakataa kauli za Mashia za kuhalalisha kinyume na maumbile, kuingilia wanawake kinyume na maumbile, anahesabika kwamba anaituhumu Qur'ani. Hiyo ni kauli ya kwanza ambayo tutaijibu kauli ya huyu bwana Jalala. Anasema kwa hiyo sasa anayekuja akawa atuhumu Mashia aituhumu Qur'ani, kama mnavyosikia katika video yake hii. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an. Sasa huyu bwana katika kuzungumza kwake hivi, si kwamba yuko sawa katika mazungumzo, kwa sababu Qur'ani haijaeleza hivyo. Kama utakurudi kuona katika wanachoona tafsiri wa Qur'an namna gani ni tafsiri hiyo Qur'ani katika aya hiyo ambayo yeye anaikusudia. Lakini pia katika nukta ya vitu akigusia ni kuhusiana na kauli yake aliposema, amesema hii aya huwezi ukaitumia katika kuharamisha kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Yani aya hii inasema nisaukum harthul lakum faatu harthakum annashitum. Yeye bwana Jalala anasema aya hii huwezi ukaitumia katika kuharamishia kufanya jambo ni haramu, jambo la kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Yani kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an. Na ndiyo maana aya huwezi ukaitumia kuharamishia kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Huwezi ukatumia aya hii kwa sababu aya ni mujmal. Na ameeleza hivi kwa sababu ndio msimamo wa wanachuoni wao wa Kishia. Baadhi ya wanachuoni wa Kishia ninawataja kwa sasa hivi ili tuweze kufahamu kauli sawa, ambao hata huyu Jalala yawezekana ndio wanachuoni ambao yeye anawafuata. Hili jambo kwanza kwa wanachuoni wetu sisi wa Ahlus Sunna wal Jamaa ni jambo ambalo wanachuoni wamekubaliana kwamba ni jambo ambalo ni haramu. Ni jambo ambalo ni haramu moja kwa moja. Ni jambo ambalo ni haramu moja kwa moja. Ni jambo ambalo ni haramu kwa makubaliano ya wanachuoni. Yeye akasema kwa ikhtilafu za wanachuoni. Sasa tunasema kwamba ni ikhtilafu za wanachuoni, labda ikhtilafu za wanachuoni wa Kishia, lakini ikhtilafu za wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa, hilo ni jambo ambalo halipo. Na akaja akaegemeza, alichoharibu zaidi ni kuegemeza kwamba hata kwenye vitabu vya Sunna, kama wanavyosikia katika kauli yake. Kwa hiyo masala haya itiyanu nisaa fi adbarihinna, masala ya kuwaendea wanawake kwa lugha maarufu kinyume na maumbile, ni masala mukhtalafun fi, ni masala wanawazuoni wamekhtalifiana. Sababu yake ni nini? Aya ni mujmal, aya haiweki waziwazi, na riwaya nazo vile vile haziweki waziwazi. Riwaya, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za Mashia, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna
tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya. Asema hata kwenye vitabu vya sunna haya yameelezwa kwenye vitabu vya sunna. Sasa tutaviangalia vitabu vya sunna namna gani walivyoeleza. Kwa sasa hivi tuende katika kauli za wanachuoni wao wa Kishia ambao ni miongoni mwa wanachuoni wanaowafuata katika kuhalalisha haya. Miongoni mwa wanachuoni wao ambao wanahalalisha kuingia wanawake kinyume na maumbile ni huyu bwana aitwaye Ni'matullahi al-Jazairi. Ni'matullahi al-Jazairi huyu amekufa mwaka 1112. Yeye amesema katika maelezo aliyoyanukuu, anasema wa minha jawazu wad'il mar'ati fi duburiha, na miongoni mwa hayo maelezo ambayo ameeleza yeye akasema inajuzu kumwingilia mwanamke katika utupu wake. Huyu mwanachuoni wa Kishia katika wanachuoni wa Kishia amenukuu riwaya hii akaiweka katika kitabu chake Al-Anwaru An-Nu'maniya jaladi wa pili ukurasa 236. Lakini katika wanachuoni wengine ni As-Sayyidu As-Sistani. As-Sayyidu As-Sistani yeye anasemaje? Yeye anasema yajuzu watuha, inajuzu kumwingilia huyu mwanamke fi dhuburiha, katika utupu wake wa nyuma, wa inkana ala karahati shadida, hata kama jambo hilo lipo katika makatazo yaliyokuwa makubwa. Hawa wote nawataja na wanawachuoni wa Kishia ambao yeye anasema ili jambo wasituhumiwe Mashia, yani kama vile anawafua Mashia kwamba hawapo. Kwa sasa anayekuja akawatuhumu Mashia aituhumu Qur'an. Lakini pia miongoni mwa wanachuoni wao ni Al-Mirza Jawadu At-Tabrizi, ni katika wanachuoni wao anaitwa Al-Mirza Jawadu At-Tabrizi, ni katika wanachuoni wao. Kwenye kitabu As-Suratul Najati anasema yajuzu ma'aridha az-zawja, inafaa kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile lakini akiwa ameridhia. Akasema hivi wanachuoni wao. Kwa kumalizia tu, ziko kauli nyingi na ninaweza nikataja kauli zaidi ya 10 za hawa wanachuoni wa Kishia ambao wanahalalisha kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Kuna mmoja katika wanachuoni wao ambaye ni maarufu sana, maarufu mno, ni huyu al-Imam al-Kulaini. Al-Imam al-Kulaini yeye amepokea riwaya ambayo riwaya ameiweka kwenye kitabu chake Al-Kafi cha al-Imam al-Kulaini. Yeye anasema huyu al-Imam al-Kulaini yeye anasema hivi, la ba'sa idha radiyat, hakuna tatizo pindi atakaporidhia huyu mwanamke. Yani hakuna tatizo akaingiliwa kinyume na maumbile pindi atakaporidhia huyu mwanamke. Sasa hizi nimeleta kwanza tujue tu kwamba Mashia ndio itikadi zao za kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Sasa kwa sababu ndio itikadi zao, na huyu bwana yeye Jalala kama alivyoeleza kwenye maneno yake kwamba wanawachuoni au vitabu vya sunna, vitabu vya sunna vinaeleza hayo. Sasa turudi kwenye vitabu vya sunna tuangalie vitabu vya sunna vinasemaje. Tutarudi katika tafsiri za wanawachuoni ambao sisi tunawakubali, wanawachuoni wa tafsiri ambao tunakubali katika tafsiri zao, katika kutafsiri aya inayosema nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum annashitum. Tunaingia katika tafsiri za Qur'ani za hao wanachuoni wa sunna au vitabu vya sunna ambavyo Jalala yeye anadai kusema kwamba vitabu hivi wanachuoni wa sunna ndio ambapo ndani yake wanahalalisha jambo hili. Kinyume na hivyo abidi aubinishie umma ni vitabu. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za Mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Hivyo abidi aubinishie umma ni vitabu vipi vya sunna. Maana vitabu vya sunna ambavyo vinaelezea hayo, ya kwanza katika vya sunna yabidi atuletee kwanza tafsiri za wanachuoni ambao tunawakubali sisi katika jamii yetu sisi, jamii ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwanza tuangalie tafsiri hii ambayo wametafsiri wanawachuoni kuhusiana na aya hii.
Tukianza kuangalia tafsir ya Qur'an, miongoni mwanzo ni tafsir ya Imam Ibn Jarir at-Tabari katika aya nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, waendeeni wake zenu au endeeni mashamba yenu mtakavyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Fa'atu harthakum, basi yaendeni mashamba yenu. Anna shi'tum, mtakavyo. Yeye katika tafsiri akaja na zile tafsiri zake tatu, akasema tafsiri ya kwanza kaifama shi'tum, tafsiri ya pili ainama shi'tum, tafsiri ya tatu haithuma shi'tum. Sasa kwenye tafsiri hizi alipotafsiri yeye, hii ya kwanza ni tafsiri ambayo Ahlus Sunna wal Jamaa wanapita nayo, kwa kaifama shi'tum, namna mtakavyo, kwa maana kwamba kwa mikao au staili watu wanazozitaka waendee wanawake, na hii ndio tafsiri ambayo wanachuoni wetu wanapita nayo, kwamba fa'atu harthakum anna shi'tum, yaendeeni mashamba yenu mtakavyo. Kwambia mtakavyo kwa maana kwamba kwa staili na kwa mikao na kwa miundo yoyote mtakayo nyinyi, lakini si makusudio kwamba makusudio ya kwamba anna shi'tum basi muende kinyume na maumbile kama tutakavyoona katika tafsiri. Sasa nitataja kauli ya Imam Ibn Jarir at-Tabari. Al-Imam Ibn Jarir at-Tabari mjaladi wa pili ukurasa 379 wa kitabu chake ambacho ni tafsiri yake hii ambayo inaitwa Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayatul Quran at-Tabari. Anasema Imam at-Tabari kwenye kutafsiri aya hii, nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, basi yaendeni mashamba yenu mtakavyo. Maanahu, al-Imam Ibn Jarir asema maanahu, maana hii aya, fa'atu mawdi'a al-harthi, iendeni sehemu ya kupandikiza iendeni, wa huwa mawdi'ul walad, nao ni sehemu ya mtoto. Allah akatumia neno harth kwa maana kwamba shamba. Tunafahamu kwamba mtu hata akienda shamba katika makusudia kwenda shamba, anapandikiza mazao katika shamba lile, atakafanya nini? Atakakuvuna. Kwa hiyo maana Allah akatumia harth, maana yake sehemu ambayo ukipandikiza mbegu pale utapatikana manufaa. Kwa maana Allah akatumia harth. Kwa hiyo al-Imam Ibn Jarir at-Tabari anasema maanahu, maana hii aya ni kwamba fa'atu mawdi'a al-harth, endeni sehemu ya kupandikiza, wa huwa mawdi'ul walad, nao ni sehemu ya mtoto, sehemu ya kupata mtoto au ya kupata watoto. Wa huwa al-qubul, akaibainisha akasema ni utupu wa mbele. Wa huwa al-qubul, nao ni utupu wa mbele. Duna dubur, kinyume na utupu wa nyuma. Duna dubur, kinyume na tupu ya nyuma. Kaifa shi'tum, nendeni kuziendea tupu za mbele hivyo mtakavyo. Min qibaliha au min duburiha, upande wa mbele, na min qubuliha, kwa upande wake wa mbele, au min duburiha, au upande wa nyuma. Ma lam yakun fi dubur, lakini muda kuwa tu haijakuwa lile tendo lafanyika kwenye utupu wa nyuma. Haya ni maelezo ya Imam Ibn Jarir at-Tabari katika wanachuoni wetu wakubwa wa tafsiri. Sio al-Imam Ibn Jarir at-Tabari tu, isipokuwa pia al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wakati anaitafsiri aya hii kututhibitishia kwamba aya hii inaharamisha moja kwa moja kuwaendea wanawake kinyume na maumbile. Angalia katika tafsiri ya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, mjaladi wa kwanza ukurasa 263, anasema Ibn Jarir, al-Imam Ibn Kathir anasema Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa'atu harthakum anna shi'tum, ay kaifa shi'tum, yendeni mashamba yenu. Anna shi'tum, al-Imam Ibn Kathir akasema kaifa shi'tum fi sifati al-ityan, mtakavyo katika sifa za kuendea hao wanawake, maana kwa staili mnazozitaka katika kuendea hao wanawake. Walakin fi mawdhi'i nasli, lakini katika sehemu ya kizazi, sehemu ambayo mtu aweza kupata mtoto. Wa huwa al-qubul, akabainisha kwamba sehemu inatakiwa kuingiliwa ni sehemu gani? Ni sehemu ya utupu wa mbele, al-qubul. Wa huwa mawdhi'ul waladi la dubur, nao ni sehemu ya kupatikana mtoto. Hiyo sehemu hiyo la dubur, sio sehemu ya nyuma, sio utupu ya nyuma. Ameeleza hivyo al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Sasa Jalala akituambia vitabu vya Ahlus Sunna au vitabu vya kisunna, sijia kusidia vitabu gani vya kisunna ambavyo yeye anavieleza.
Huyu ni al-Imam Ibn Kathir, na kuna al-Imam al-Qurtubi naye katika wanachuoni wetu wakubwa wa tafsiri, na nimesema kuwaeleza hao kwa sababu tafsiri ya Qur'ani tuna tafsiri kulingana na wanachuoni wetu wa tafsiri ambao tunawakubali katika tafsiri zao. Sasa wanachuoni wa tafsiri nimeanza kumtaja al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, nikamtaja al-Imam Ibn Kathir, na sasa hivi nataja kauli ya al-Imam al-Qurtubi kuonyesha kwamba wanachuoni wetu wako mbali na jambo hilo katika kutafsiri tu. Kwanza hii aya, achilia mbali makatazo ya Mtume, achilia mbali makatazo ya Mtume kama nitakavyoleta mwanzo, tuangalie tu hizi aya wanachuoni wametafsiri vipi kwanza. Maana Jalala yeye katafsiri kwa akili yake, alafu anaegemeza maneno yake kwa maneno ya nani? Kwa maneno ya au kwa vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa, aegemeze kwa vitabu vya mashekhe wao, kwa sababu mashekhe wao wa Kishia wengi wao ndio wameelezea hapo, japo kuna wengine wanasema ni makruh hao mashekhe zao wa Kishia, lakini wengi katika mashekhe wa Kishia wao wanasema inafaa kumwendelea mwanamke kinyume na maumbile. Sasa al-Imam al-Qurtubi anasema naye katika tafsiri yake kuhusiana na uharamu wa kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile. Sikiliza ewe Hemedi Jalala kuhusiana na haya ambao unayazungumza katika kufundisha umma. Al-Imam al-Qurtubi katika wanawachuoni wetu wa tafsiri anasema katika mjaledi wa 3 kurasa wa 92 kwenye kitabu chake tafsiri yake ambayo inaitwa Al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an cha al-Imam al-Qurtubi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala alisema nisaukum harthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu, fatu harthakum anna shi'tum, endeni mashamba yenu, endeni makonde yenu, mashamba yenu, anna shi'tum, mtakavyo, yani kwa maana kwa staili mnazozitaka, kwa mikao mnayoitaka. Akasema al-Imam al-Qurtubi al-harthu huwa mawdi'u az-zar', huwa mawdi'u az-zar', harthi ni sehemu ya kupandikiza. Ukisikia harthu, Allah aliposema fa'atu harthakum anna shi'tum, al-harthu ni sehemu ya kupandikiza. Sasa Jalala huku nyuma pandikiza kitu gani? Katika utupu wa mwanamke nyuma wapandikiza kitu gani? Hali ya kuwa subhanahu wa ta'ala yeye kasema katika aya hii fa'atu harthakum, endeni sehemu zenu za kupandikiza za wanawake, endeni mashamba yenu hayo, anna shi'tum, mtakavyo. Afu akasema wal muradu, baada ya kueleza kwamba al-harthu huwa mawdu'u zar'i, harthi ni sehemu ya kupandikiza, akasema wal muradu bihi, na makusudio ya sehemu hii, makusudio yake hapa al-farju, ni utupu mwanamke, la ghairu, si sehemu nyingine, si makusudio mengine, hakuna makusudio mengine, ni utupu wa mwanamke. Wa amma dubur fa muharram, ama utupu wa nyuma ni jambo ambalo ni haramu, lililoharamisha katika sheria. Huyu ni mwanachuoni wa 3 katika wanachuoni wetu ambao tunawakubali miongoni mwa wanachuoni wa Ahlus Sunna wal Jamaa. Imam mwingine au mwanachuoni mwingine wa tafsiri ni al-Imam Shawkani. Al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala pia katika kutafsiri aya hii kutuwekea wazi, maana anajua tu kuna makundi baadhi ya watu watakuja kutafsiri kinyume na hivi, akaja akaelezea al-Imam Shawkani kwamba makusudio ya hii aya inakusudiwa vipi. Aliposema al-muradu bi itiyani al-harthi, makusudio ya hapa hii aya, makusudio ya hii aya maana yake akasema hivi, al-muradu bi itiyani al-harthi, makusudio ya kuendea shamba, itiyanul farji, ni kuendea ule utupu wa mwanamke, tupo mbele. Wa amma duburu fala yajuzu bi ijma'i ahli al-ilm, ama utupu wa nyuma haifai kwa makubaliano ya ahli al-ilm, kwa makubaliano ya wanawachuoni. Sasa wewe ukituambia kwamba wanawachuoni, tena maa al-asafi shadidi, asema mpaka maswahaba ridwanullahi tabaraka wa taala alayhi, asema mpaka maswahaba, kama katika kauli yake kuna maswahaba ambao hilo jambo wamefanya nini, wamelifanya. Kauli yake anasema katika baadhi ya maneno yake anaeleza yeye, anasema tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, yeye anasema hivyo Jalala, tukirudi katika vitabu vya kisunna, tukirudi katika vitabu vya kisunna, afu akatia maneno yake mwenyewe akasema, sitaki kwenda kwenye habari za mashia, tunawapata baadhi ya maswahaba ambao waliofanya tendo hilo. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za mashia, tukirudi kwenye vitabu vya kisunna tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo, na wakasema linafaa. Katika vitabu vya kisunna tunawapata baadhi ya maswahaba ambao waliofanya tendo hilo.
Yaani kwa maana kwamba yeye akirudi kwenye vitabu vya kisunna, vitabu vyetu sisi, anapata kwamba kuna baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo la kuingilia wanawake kinyume na maumbile, na wao wakasema lafaa au linafaa. Amesema hivyo Jalala katika sauti yake kama anavyosema hivi. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, sitaki kwenda kwenye habari za Mashia. Tukirudi kwenye vitabu vya kisunna, tunawapata baadhi ya maswahaba waliofanya tendo hilo na wakasema linafaa. Lakini unaporudi kwa maulama wa madhehebu hizi nne, wako waliolijuzisha tendo hilo na wako waliolifanya. Wengine wakaulizwa wakasema, sasa hivi natoka kuoga janaba kwa josho hilo. Mtuhumiwa wa kwanza si Shia katika masala haya.